Kanya Kohoro TV kaihurika oma tururagia tugatheria na gukuihurira nyungu ya ndeto cararuku tutekwiinirira kana guthiora. Kanya Kohoro TV furufuru ya unduire na mitugo ti cia micii amu iragwo ni ndogo. Bururi ni witu ithuothe cia wendo nacio ni ingi tutaunagira rukobe naguo rimi tukariria na kinyi amu niguo munyiginyigi wa bururi. No hakinya ni ikenori tukoiga maisha no maya oru no kwianaga. Mimi nikaingia pale shule ni form 2 boarding. Asubuhi nilikuwa either niamke mapema kabla ya kila mtu nioge, ama tukiamka na wengine wasichana wengine, mimi naenda kwa ile bafu ya mwisho yenye haina hata mwangaza, na ninaenda kama nimebeba skirt, t-shirt, viatu, socks na mafuta, kila kitu navalia, na yani kiingia kwa bafu natoka kama nimevaa kila kitu. You see, these characteristics are biological. Yeah. You possess both for female and for male. For example, when it comes to anatomical, genetically, when you look at an intersex person, you will see they have a prolonged clitoris that looks like a penis. And again, they have, a vaginal lips and a small opening. Mm-hmm. That one is when it comes to anatomical, the genital, the male and female genitals, they seem to be incomplete. Gloria, kwa hivi sasa venye namuona, nikiangalia kiatu, this is a male shoe. Nikiangalia the trousers, nikiangalia kivua, mimi sioni maneno. Sasa, that's the beauty of being intersex. You see that mismatch I told you? Unaangalia Gloria ako na kifua flat, unatarajia kuwa na matiti. Unamwangalia unaona ako straight kama mwanaume. That's the beauty of being intersex. Yani you are just unique in your own way. God decided to make us very unique, handsomely and beautifully made. And we thank God for making us intersex. Many parents walituita, wenye sisi ni watoto intersex, walichagua kutuita majina ambayo ni ya kike, wakatulea kama wasichana. Tumefika wakubwa, dominance katana watu you see, now tumekuwa watu wazima, tumekolea, tumepita puberty. Sasa hatu puberty ni unaanza kuona huyo mtoto wangu ako tofauti. You see, now that's when we say the dominance. Kitu kingine cha ajabu kilichofanya nijue mimi niko tofauti, sikuwahi cheza na watoto wa kike. Primary yote sijawahi cheza na watoto wasichana. Hata nilikuwa natembea na wavulana, kucheza na wavulana. Hiyo michezo ya wavulana yote, kulinga ndege, kucheza bano, unaona hiyo, kutengeneza magari na makaratasi nini, hiyo kupiga mpira, hiyo yote ndio, kupanda miti, hiyo yote ndio mimi nilikuwa nafanya. Nilikuwa navaa dress na skirt. Nikitoka na baba Saturday, sasa ni tuendi shule, baba akienda kazi tunaenda na yeye, nimevalishwa dress ama skirt na blouse. But nikitoka na mama kinyasa, Timberland, mama unajua hii ni luya kaji ukioleka ataso as in mzee anataka mama yake amezaliwa na yeye mama anataka baba anataka aone mama yake ndani yangu, na mama yeye anataka kuona young son. You see, so there was those preferences between my parents. The Intersex Persons Bill 2024, what does it state? It's for realization and protection and promotion of the rights of intersex in the society. It has issues to do with registration of intersex. For now, let's say the bill has been enacted, it's a law now. All intersex adults will align their documents. We will align our documents from Gloria to George. I will officiate my marriage. Since Marriage Act says a marriage is between a man and a woman, Gloria ni intersex, hawezi marry Diana. Itabidi ni align my documents ndio nioe Diana. You get? But the intersex persons wenye walizalisha wakazalishwa by then. I know at least one. Na wengi wako na directly. Yeah, unajua yeye akiwa at puberty, dominance ilikuwa female. Sasa akapewa mimba. Then after puberty, mwili lean towards male dominance na akapiana. Sasa kuna mtoto alizalisha na akazalishwa. It's in the public domain. What do you mean? Yeah. County ya Kiambu, North na Ruhuho, niturairie mwaki na tutianagite. Chamania na niĩ mwari wa Wangobu kuma mũkawa-inĩ wa Ashaki Gardens. Gũkũ nĩ mwena wa Ruiru. Tũkĩte gũkũ nĩ tondũ ndĩrenda tũkorwo tũkĩaranĩria na mũgeni witũ, na mũgeni witũ nĩ ngũkwĩra nĩ ũrĩkũ na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria tabarĩra ĩrĩkũ. No mbere ndaya nyambe ngwĩre atĩ Ashaki Gardens mwena wa Ruiru nĩ handũ hega ũngĩhorera. Ngĩrora thutha wakwa nĩ ũkuona hena swimming pool, ciana ũngĩenda kũrehe kana we mwene gũkorwo ũgĩtubĩra, na hena kĩndũ kĩretwo na kĩngeno platter.
we wanathiĩ handũ wanaigua nĩ gũkoragwo na plata, na ndĩrenda gũgũthomera igĩrĩ ithatũ iria ikoretwo ciĩ gũkũ Ashaki Gardens. Ĩmwe nĩ Ashaki White Meat Plata, ĩrakorwo nginya ĩna thamaki, ĩna nyama ĩngĩ haheretwo akambezi, kuku broiler, hena vegetable rice, kachumbari, spinach, na hena ĩngĩ ĩretwo family plata. Ĩno nĩyo njega mũno makĩria tondũ warĩkia kũmĩgũra ĩna indo nyingĩ mũno, nginya ingĩ ndĩrona ciretwo drumstick na beef nginya cabaci. Nĩ ũgũcoka ũheo soda ya 1.5 liter ũheo for free. Hena chicken plata na Ashaki drumstick plata. Nĩ ngũcokereria nĩgetha hote gũkũhe maingĩ mũno megiĩ mũkawa ũyũ wa Ashaki Gardens mwena wa Ruiru. Tukite haha nĩgetha tũkorwo tũkĩaria na mũgeni witũ ũgwĩtwo Gloria, na tũkwaria na lugha ya Kiswahili kana Gĩthũngũ. Gloria ni mgeni wito na nataka atujibu kwa Kiswahili ama Kiingereza. Madam Gloria, utuambie jina lako, umezaliwa wapi? Na kwanza niambie mtazamaji tumeita Gloria hapa kwa sababu Gloria ni mmoja wao ambao wanajiita intersex. Yes. Intersex atatuelezea hivyo ni kusema nini. Sitaki mimi nimsemee. Anza kwa jina. Jitambulishe, useme jina lako na umezaliwa wapi. Asante wasikilizaji wetu, kwa majina naitwa Gloria Luhunga. Mimi ni mzaliwa wa Vihiga County kule Western. Nairobi ni kikazi na kuishi. Haya, labda unaweza elezea mtazamaji wetu kuwa intersex ama aninta hivyo ni kusema nini? Wengi wao mnasikia jina intersex ama huntha. Intersex ama huntha kwa Kiswahili ni mtoto ama mtu ambaye amezaliwa na sehemu ambazo ni za kike, mchanganyiko wa sehemu za kike na kiume. Ukimwangalia unamuona kama mvulana, tena unaona kama ni msichana. Ukisikia akiongea sauti ni kama ya msichana na anaitwa Joseph. Kama anaitwa Cynthia waona anaongea bass. Kama ni Cynthia waona kweli ako na kifua flat. Kama ni Joseph waona ako na matiti. Ile mkanganyiko wa characteristics. Ana possess kidogo za kiume na pia za kike. Na hao watoto wanazaliwa hivyo ama watu wazima. Hakuna anayechagua kuzaliwa huntha, ni kitu ambacho mtu anazaliwa tayari akiwa huntha. Unaweza kujua wewe ni huntha ukizaliwa ukiwa mdogo, ukiwa puberty ukikolea, ama ukiwa hata mtu mzima. Ndio unaweza jua wewe ni huntha. Ndio. Na sasa let me ask you a very interesting question. Does this mean that somebody has to have two sexual organs, that is male and female? Not really. When it comes to intersex, it's not really having both the sex organs for male or female, but it's the characteristics. You see, these characteristics are biological. Yeah. You possess both for female and for male. For example, when it comes to anatomical, genetically, when you look at an intersex person, you will see they have a prolonged clitoris that looks like a penis. And again, they have, a vaginal lips and a small opening. That one is when it comes to anatomical, the genital, the male and female genitals, they seem to be incomplete, aziko ukamilifu, ambiguity. That's why we say ambiguous genitalia. You cannot tell whether it's, a penis or a vagina because all of them are incomplete. When you look at the chromosomes, when it comes to female, they have XX, male, they have XY. When it comes to intersex, they have either one extra, either X or Y. Yes. For female, they have 46 XX, male 46 XY. Intersex akona 47 XY. You see, akona extra X or Y or even XO. So when it comes to chromosomes, unakuta intersex akona extra. That's why you are very unique. Unanirudisha class ya biology. When you look at the hormones, the hormones that dominate female, zinaitwaje? Estrogen and progesterone. Yes. But when it comes to male, it's testosterone. Intersex, they have, the hormones are not at balance. Yes. Each and every time, the balancing of the hormones is at fight. It's just balance. 40-60, you see? 70-30, 80-20. So it depends, the dominance of the intersex. Then lastly, we call the gonads. Gonads are the internal reproductive organs of a body. For example, for an intersex person, you find out that I'm Gloria. I have a testis one side and I have a ovary. We call it ovotestis. That's just one condition of intersex variation. Wow. So you find I have testis this side, ovaries this side. Or you find I have undescended testicles. For example, another intersex has undescended testicles. Zile testicles ziko ndani, hazijateremka chini kama wanaume. Unaona zimeang, balls zimeang. Sasa yeye ziko ndani.
inafaa zitolewe juu ya joto, zinaweza fanya mtu apate nini, cancer. Yes. Yeah, you see. So when it comes to intersex, it's a biological, you know, a child or somebody born with biological sex characteristics that do not fit into the binary of male or female because of that anatomical, you know, anatomical one, which I said the male and female genitalia, chromosomes, hormones, and gonads. That it make it difficult for you to categorize this child under male or female. Even the doctors have problem in categorizing intersex. It's complex. Yeah, it's very complex. I was actually coming to that when I got a little bit shocked about when you said that you have testes maybe on this side, you have ovaries on the other side. Yeah. So I was about to ask you, what do you have to do now? Is it that you have to go through an operation to remove them? No. You see, when it comes to intersex, we don't advocate for any surgery. The testes, that is. We have many intersex persons who have were subjected to these surgeries at an early age. We call them intersex genital mutilation or normalization practices. And many of them, they were raised as girls. You see, raising an intersex child as a girl, parents find it easier to raise intersex child as a girl than a boy. You know why? A girl comes with some specificities, you know, some care. Kufichwa na tunzwa, not like a boy. So, many parents walituita, wenye sisi ni watoto intersex, walichagua kutuita majina ambayo ni ya kike, wakatulea kama wasichana. Tumefika wakubwa, dominance katana au tubi. You see, now tumekuwa watu wazima, tumekolea. Tumepita puberty, sasa hatu puberty ni unaanza kuona, aya, mtoto wangu ako tofauti. You see, now that's when we say the dominance of the sex comes out. Wacha nikurudishe nyuma. Gloria, nitakuita Gloria juu umeniambia. Hilo ni jina langu, hilo ni jina langu. Liko mpaka kwa ID kila pale, makaratasi yote ya shule Gloria. Sasa unaitwa Gloria. Nataka sasa I want to measure with Gloria as a person. Yes. As an intersex. Yes. Umezaliwa. Wewe ulikuja kujijua aje niko na tofauti na wale watoto wengine? Kusema ukweli, mimi nilijijua niko tofauti na watoto wengine nikiwa mdogo sana. Class 2 or 3. Mama alikuwa anasema tuoge mimi na dadangu mkubwa. Anisugue mgongo, nimsugue mgongo. So, sasa unajua mimi ni mtoto mdogo. Dadangu anajiangalia. Anaona yeye ako tofauti. Ananiangalia anasema, "Ai, mbona wewe uko tofauti?" Siku moja akaambia mama, "Mbona Gloria anakuanga tofauti?" Unaona? Mama akasema, "Okay." Kwa sababu nachunguza Gloria, mama akasema kila mtu akuwa anaoga peke yake. Kitu kingine cha ajabu kilichofanya nijue mimi niko tofauti. Sikuwahi cheza na watoto wa kike. Primary yote sijawahi cheza na watoto wasichana. Hata nilikuwa natembea na wavulana, kucheza na wavulana. Hiyo michezo ya wavulana yote, kulinga ndege, kucheza bano, unaona hiyo kutengeneza magari na makaratasi nini hiyo, kupiga mpira, hiyo yote ndio, kupanda miti, hiyo yote ndio mimi nilikuwa nafanya. Dress ama? Nilikuwa navaa dress na skirt. Unajua sasa ninalelewa kama mtoto msichana. Sasa boys hawakuwa wanachungulia na so boys are always. Unajua nimelelewa mostly town. Sasa ushago ndio tulikuwa tunaenda kutembea kidogo hapa na pale tukifunga shule. Sasa mimi nilijua mimi ni tofauti kuanzia nikiwa mdogo. Tena mama yangu ile kulinea wamenilea, nimelelewa tu town. Homa Bay town, Nairobi Kayole, full stop. Sijawahi lelewa kijijini. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya culture. Ukiangalia culture ya Waluya inasema mtoto ambaye ni unta ni mtoto, they take it as like a bad omen, a taboo. So inafaa either ujifungue hospitalini umuache mtu amchukue ama utupwe kwa forest. Mimi wazazi wangu walichagua kunilea. Na nashukuru wazazi. Mamangu ni marehemu kwa sasa hivi, acha moyo wake uendelee kulala mahali pema peponi. Kwa hivyo wazazi wangu walichagua kunilea, hawakuamua kunitupa na wakanilea. Na kitu kingine, hawakunifanyia surgery, upasuaji wowote. Waliniacha nikakuwa hivyo mpaka sasa hivi. Mimi sijawahi fanyiwa upasuaji wowote kama intersex wengine. Kuna wao wanafanyiwa upasuaji? Wamefanyiwa. Hiyo yenye inaitwa intersex genital mutilation ama hii tunasema corrective surgeries. Wazazi wanapata pressure ya society. Inafaa mtoto wako ni mvulana mchana. Wazazi wanapewa pressure uleo mtoto kama mvulana. Then anapelekwa wakunga, mtoto anafanyiwa ukarabati hospitalini na madaktari ama midwives wakunga. Wanakata hiyo yenye inakaa prolonged clitoris, yenye inakaa penis wanatoa. Inabaki shimo, wanafunga. Hospitalini wanafunga. Sasa huyo mtoto analelewa kama msichana. Akishakuwa mkubwa, mnaanza kuona mtoto anakuwa mvulana, anaanza kutongoza wasichana na mmemuita ndio hiyo. Sasa mnaanza kushindwa mtoto wetu tena namna gani? Unaona? Na nyinyi mmesahau mlifanyiwa mtoto what we call corrective surgery. Mnamrekebisha. Tunasema
tusirekebishe mtoto. Hata kuna sheria ya watoto inaitwa the Children's Act number 29 iko very clear about mtoto ambaye ni intersex. Asifanywe upasuaji wowote, aachwe akue mpaka wakati mwili utaonyesha mwelekeo. Once you click 19, 20, 21 years, mwili ushajua unaelekea wapi. So some of the disadvantages, the way I'm getting it from you, of the corrective surgeries is that mtoto alikuwa akue kijana when this child grows, lakini sasa nyinyi mnarekebisha, mnaharibu. Wazazi na madaktari na midwives wakunga wanarekebisha. That's why kuna sheria sahi, ukipatikana unarekebisha, kuna fine na unawekwa gerezani. So hamasisho ni lazima tuambie wazazi wetu, tafadhali lea huyu mtoto. We even encourage our parents to call our intersex children unisex names. Ukiniita Lucky, nani atajua Lucky ni boy ama girl ama intersex? Who will know? Correct. Call me Blessing. Who will know Blessing is a boy or a girl? You see unisex names, unisex dresses. To avoid drama mingi na societal pressure, and societal stigma is the problem here. Society inakusukuma kwa ukuta. Wanataka kuona tu, you see the society, it's binary. Male, female, full stop. Nothing outside that the society does not understand. That's why we are really trying our best to educate the public, state and non-state actors, makanisa, religious leaders, what the chiefs, sub-chiefs, because they are very critical when it comes to, matters advocacy when it comes to intersex children. So tunajaribu kufanya hamaso. Kila mtu aelewe intersex tuko. Tunapitia changamoto gani na tunaweza kuishi na wengine vipi katika, vijiji na sehemu tunaishi. Sasa wewe umezaliwa pale, umesema ni Bungoma? No, Vihiga. Vihiga County, sorry. Vihiga. Umeitwa jina Gloria. Gloria kwa hivi sasa venye namuona, nikiangalia kiatu, this is a male shoe. Nikiangalia the trousers, nikiangalia kivua, mimi sioni maneno. Sasa that's the beauty of being intersex. You see that mismatch I told you. Unaangalia Gloria ako na kifua flat, unatarajia kuwa na matiti. Unamwangalia unaona ako straight kama mwanaume. That's the beauty of being intersex. You are just unique in your own way. God decided to make us very unique, handsomely and beautifully made. And we thank God for making us intersex. So when it comes to intersex, there is that mismatch. People can quickly judge you. Kipita hapa kwa gari, wewe mwingine anakuona kama mama, wewe mama songa, mwingine wewe young man songa. So it depends. You see the way you see me, it's not the way you see me. Mimi naitikianga ndio nataka walani. Sasa nikisema nikasirike, utaijifunza mimi ni intersex. Nataka uniite hivyo bado nikwambie, na by the way kuna hao watu tunajiita intersex. Tuko hivi, tulizaziwa hivi na hivi. Sasa inafuu uzoee kuishi na sisi katika society. I'm amazed by the confidence that you have explaining about intersex, and you even saying I'm one of them and I grew like A, B, C, D. Kuna wakati mmoja tu ilifika ukafikiria labda I can maybe succumb maybe to kuficha fichwa. Ushawahi jificha? Not really, because personally I'm a very courageous person. When I was raised, when I look back at my primary, nikilelewa primary, many people used to call me a tomboy. Na niko primary, class 3 mpaka 8. Kutembea tu nilikuwa natembea kama askari. Hata nilienda mpaka nini za askari, nilikuwa askari nikatupwa nje wakati height yangu bado iko imefika. Unaona? So nikilelewa nilikuwa ule mtoto mwenye hata mamangu alikuwa ananiahidi, ukikuwa position 1 na kubaia chenye unataka. Na ninahakikisha. Unajua hata nibaya nini? Kiatu ya kupiga mpira, shati ya jezi ya Manchester United, kwa sababu ameniahidi na mimi nimetia bidii. Sasa watu wako wanajua mtoto wa fulani ako tofauti. That's why I was never raised in the village, number one, because of the culture. So I was raised in the urban setup. So I was raised in a what we call humble background. Yenye mama alikuwa ametulea katika Ukristo. Hakuna kukosa kanisa Sunday. Na ungetoa ushuhuda come may what, whether God has done something in your life or not. Mama alitufunza ile kwa inaitwaje, kuishi katika kanisa, living by the word of God. Kanisa, kuenda, kutoa, hiyo yote mama alitufunza. Na mimi nikilelewa, hata mama mwenyewe alinitembeza kila pahali. Hakuna pahali mama yangu mzazi hajakosa kunipeleka. Hata kwa Kakande alinipeleka. Na something funny, kwa nani? Kakande, ule pastor wa Uganda yule. Pastor Pius wote, wekelea mkono kwa radio, fanya hivi, maji kwa glass. Amenitembeza. Ndio. Amenitembeza kwa wachungaji kila aina. Paka kwa hawa tunaita seers. Anaenda hadi tunaenda nyumbani tukifunga shule.
tunaenda tunatembelea mmoja. Mama ananiacha huko, ananikujia asubuhi, anafikiria nimebadilika, anakuja hivi ananipeleka cho kuangalia, hakuna kitu kimebadilika. Kuna jiwe kule kwetu Vihiga. It's believed ukipanda juu ya hiyo jiwe unabadilika. If you are male, inaitwa Jiba Bay, the place, Jiba Bay. Iko place inaitwa Jiba Bay, Vihiga County. Okay. So they believe ukikanyaga juu hilo jiwe unabadilika. Nimefikisha hapo sijawahi badilika. Nimeombewa. Nimepelekwa hilo jiwe. Mafuta anointing tumefanyiwa. Wachongaji wametuombea. Mama yangu alifariki tu akijua mtoto wake hajabadilika. And something funny. When did she passed on 2009 when I was in Form 1. Yeah, and something funny is my parents had preferences. Unajua baba ndiye alisema niitwe hili jina kwa sababu ni jina la mama yake mzazi, my grandmother. You see? I was named after my paternal grandmother. Yes. So, baba alikuwa anataka sana nilelewe kama msichana. That's why nikitoka na baba Saturday sasa ni tuendi shule, baba akienda kazi tunaenda na yeye, nimevalishwa dress ama skirt na blouse. But nikitoka na mama kinyasa, Timberland. Mama unajua hii ni Luya kaji ukioneka taso as in mzee anataka mama yake amezaliwa na mama anataka baba anataka aone mama yake ndani yangu na mama yeye anataka kuona young son, you see. So there was those preferences between my parents. But luckily nikitoka na baba nilikuwa navalishwa vile baba anataka na mama pia hivyo. Yeah. Your father is still there? Yeah, my father is still there. Yeah. Ako. And he's very happy about. Yeah, nowadays he understands me. You know, before even the parents understand you, lazima pia wewe ueleze. Unajua ile miaka unaishi na wazazi ni kidogo sana. 18 years only. Oh, yes. But ile miaka nitaishi mimi Gloria ni mingi kuliko 18 years. Yes. So it was a personal initiative to keep on updating my father. Namwambia mimi mwili umebadilika. Mimi niko hivi, anielewe na mpaka siku hizi ananielewa. But it took time. You find out many intersex persons are being rejected by families because of not understanding. Sasa society imepea familia pressure. We are coming to that. That is the stigma and the challenges that you face. We are coming to that. Before we go to the stigma and the challenges, tell me, sasa babako imefika mahali amekukubali. What is it that you realize, the changes in your body that made you realize I should be aligned to the male side of life and not the female side? When it comes to mostly, for me, I have the prolonged clitoris that looks like a penis, and the more I'm growing, the more it's growing. So, and again, when it comes to dating, you find out that my attraction is towards female. I have zero feelings for men. So, I kept on telling my father, my father, one day I will marry, I will bring my partner to you. Anasema, hii ujinga ya Nairobi imekuharibu. You see, he used to tell me that. Na mimi nangangana waambia baba, si Nairobi imeniharibu. I'm telling you facts. Mpaka namkumbusha, are you not the one who told me when I was born, this and this happened and the doctors and the nurses told you this? Have you forgotten my story when I was born? You are the one who told me the history. Now you are quickly forgetting. Akasema, now I remember. I thought it was hivyo tu na ikaisha. Nikamwambia no, my body is changing. Hata mwenyewe nikienda nyumbani ananiona yenyewe. Juu amezoea kuniona na dress, skirt. Sasa ananiona sasa I look like a boy. Mpaka hata nyumbani wanamwambianga ule kijana wako mkubwa. Sasa wanamwambia ule kijana wako mkubwa. Now like everybody in the society knows that Gloria is a man. Oh yes. But only for few whom have gone to school with their neighbors, they can say no. Tulienda naye shule alikuwa hata girls dormitory, si mvulana, you see. So lazima tukukue na ule mwenye anasema mimi namjua, si vile anasema, you get it. So there is always that covariance. Yeah, but when it comes to acceptance, I can say my family truly and fully supports me. You said you are more attracted to girls. Yeah. Not to girls, that means you're a man. Yeah. And again, something else, something else that makes me align more towards men. It's like, you see, when it comes to intersex, you cannot say you want just to align towards male. Our bodies are like rivers. They will just take the natural course. Mto unaweza direct mto ienda hivi na inataka kwenda hivi. Of course you can't. Hata uchimbe hapa maji ipite itaenda tu hivi kama ni ya kwenda hivi. Yes. So intersex bodies are like rivers. You cannot control them to go right. right. It directs itself.
when they want to go left. So that's our body. Yeah. So sisi mili yetu ilitudirect. Hata yangu ilini direct to hivyo. So I now, do you never have a sat girlfriend? down. Yes, I have a partner in a serious relationship. Yeah. You want to marry this person? I will marry. Once this bill passes, I will officiate my marriage. Oh, let's now get back to Yeah. the bill. Which bill are you talking about? The Intersex Persons Bill 2024. What does it state? It's for, you know, realization and protection and promotion of the rights of intersex in the society. It has issues to do with registration of intersex. For now, let's say the bill has been enacted, it's a law now. All intersex adults will align their documents. We will align our documents from Gloria to George. I will officiate my marriage. Since Marriage Act says a marriage is between a man and a woman, Gloria ni intersex, hawezi marry Diana. Itabidi ni align my documents ndio nioe Diana. You get it? Another one is when it comes to, you know, health. Many Kenyan hospitals, they are not specialized when it comes to intersex unique needs. Even the insurances, SHA, it has no provision or specification for intersex. We really have to talk with them here and there to ensure that we get this, and our services are very unique. If the medics does not understand us, they have a very low level of awareness. Kuanzia madaktari, nurses, midwives. Equipments wa hospitalini hakuna. Mimi test mingi nafanya, they always just take blood samples in private hospitals na zinapelekwa wapi? South Africa. Na ngojea result how many weeks tu. Kwa nini? Kenya hakuna machine ya kupima like karyotype. Mimi karyotype yangu ilitoka from South Africa. Nilipimwa damu hapa Kenya ikapelekwa South Africa, nikangoja 2 weeks result ikakuja. Ndio nikajua niko na karyotype gani. Karyotype ni ile chromosomes nilikwambia. Yes. You see, so Kenya hakuna equipments to attend to unique needs of intersex. When it comes to medical professionals, they have low level of awareness about intersex issues. In fact, many of them get shocked when an intersex visits their, you know, healthcare institutions. Anakuwa shocked, anaita mwingine. Within no time wamefika wengi. Confidentiality imekuwa broken. Wewe mwenyewe huwezi rudi juu kila mtu anashtuka. They have never seen it, you see. So there is need to incorporate trainings. Hizi trainings the KMTC na madaktari weke ka aspect ka intersex. People to learn wakiwa shule. By the time ana graduate akuwa daktari, nurse huku nje, already anajua intersex ni nini. Oh, yes. Si akuja kupatana nayo kwa hospitali anapata shock. You see, many you know, they use intersex bodies as teaching aid, many of them. Lakini mimi no doctor has ever used me as a teaching aid. But for intersex I know out there. What do you mean some. teaching aid? Teaching aid ni ile anakutumia wewe kujifunza. Si nimeenda kwa hospitali, mimi ni intersex. Tuseme nimeenda kupima prostate cancer. Prostate cancer ni ya nani? Male. Men. My name is Gloria, and you know our healthcare system is not inclusive. Unanielewa? Yes. Nikiingia hivi kama Gloria registration, they expect me to seek services that aligns with female Gloria, like breast cancer screening, cervical cancer screening, vitu kama hizo. Sasa ukisikia unawaambia unataka kufanya prostate, unaenda kufanya nini prostate na wewe ni Gloria? You see, they will not understand I'm an intersex and I have, you know, testicle one side. I need to know whether I have a risk of cancer, or rather to know just cancer screening nijue niko na whether I'm at a risk of contacting cancer. They will not understand. Wow. You see? So so when it comes to health, the bill has addressed matters to do with the health. A lot of awareness needs to be done with all government, you know, departments, ministries and agencies. When it comes to education, many intersex persons are dropping out of school because of the stigma and discrimination they are subjected to by not only the fellow peers, students, but also the teachers. They do not understand. That's why we said we need to incorporate intersex rights into education. But we thank God, Kenya National Commission through KICD, Kenya Institute of Curriculum Development, we had a partnership. You know, and now when you look at grade 7, 8 and 9, you will see the aspects of intersex rights in there. If you know any child, or rather you can get access to this grade 7, 8 and 9 book, science, math, you will get it. Utaona wameintroduce intersex, at least tumeanzia hapo chini, at least watu waelewe kidogo. Unajua hapo hiyo nini? At least for the awareness part of it. Yeah, it's very critical, grade 7, 8 and 9. Yeah. And I think we purpose to do more to ensure that people understand. So all the challenges. How far is the bill, if I may ask? The bill is still pending before the Attorney General. Yes. We did public participation as required by the law. We got different drafts, and now the final draft is at the Attorney General's office. So we look forward to, you know, doing more sensitization to members of Parliament to ensure that the bill is being, you know, it's a government-sponsored bill.
So it's, you know, the process of, you know, government sponsored bills kind of tofauti na bills zingine. So hii inafii kuwe tabled na nani? AG apatie the majority leader. Yeye ndiye anaipeleka kwa house, floor of the house, parliament. Sasa ndio ikuwe for debating. And before that we really need to do a lot of sensitization. We've met the members of parliament wanatuambia rekebisheni hapa na hapa mulete. So we are doing that actually to ensure siku itaenda kwa parliament they know what they wanapitisha nini, they understand it. We go there, we tell them we are here. You see at us. My name is Gloria. Do I look like Gloria? No. My name is Cynthia. Do I look like Cynthia? No. My name is Joseph. Do I look like Joseph? Cynthia anakuja kwa ndevu na kitambi, bibi na watoto. Alafu namwambia bado unataka aendelee kutembea, kila saa anashikwa na polisi. ID umetumia ID. Many days we are being arrested accused of impersonation. Okay. Gloria, nataka tuende break kidogo. I want us to break for a few minutes, then we'll be coming back. Na tukirudi, nimesikia hapa you're making fun ukisema huyu Cynthia anakuja kwa na kitambi kwa na watoto. Ndio unaweza kunielezea whether intersex people get children, whether they have sex and all that we are going to discuss these matters. And again, pale tutarudi nyuma kidogo utuelezee kule kwa dormitory whether you are facing some challenges in the girls dormitory yet you feel that you're a man. Yes. So tutarudi, wacha kwanza twende break kidogo. Mwiroreri wa Kanya Ka Uhoro TV. Tweciria twambe tuikirie tukunde ngirathi ya mai na nigetha tucokererie na Gloria athie na mbere na gututariria ndeto cia andu acio makoretwo na ciega igiri cia uciari. Ni tugucokereria twi guku Ashaki Gardens mwena wa Ruiru. Kanya Kohoro TV kaihurika oma tururagia tugatheria na gukuihurira nyungu ya ndeto cararuku tutekwiinirira kana guthiora. Kanya Kohoro TV furufuru ya unduire na mitugo ti cia micii amu iragwo ni ndogo. Bururi ni witu ithuothe, cia wendo nacio ni ingi tutaunagira rukobe naguo rimi tukariria na kinyi amu niguo munyiginyigi wa bururi. No hakinya ni ikenori tukoiga maisha no maya oru no kwianaga. Nitwacokereria mwiroreri wa Kanya Ka Uhoro TV na nigetha tuthie na mbere na ndereti itu ya muthenya wa umuthi. Ndireciria no urarumirira na ningwenda uthie na mbere na ku like, ku subscribe nigetha tunyitanirire twerekeire gukinyia 10,000 uguo ndirakwihoya witikire muno gu subscribe nigetha tukorwo tugikinya ikinya riu ringi. Tunaendelea kuongea na Madam Gloria, Madam in quotes, kulingana na ID na vile alizaliwa. Lakini kwa sasa Gloria venye unamuona yeye amejikubali yeye ni mwanaume. So Gloria, nataka we focus on the challenges. The challenges, the stigma that you face. Na tunaanzia pale ukiwa mdogo. Unasema wewe kwa dormitory, ulienda dormitory ya wasichana. Ndio. And in a girls dormitory, you know it's not as the same as the boys dormitory. Yes. Kama ni taking shower, mnaoga pamoja. Ndio. Kama pale nyumbani your sister mwenyewe alikuwa anakusorora, what about shule? Sasa when it comes to dormitory, nilikuwa kwa mixed school, mixed boarding school, boys and girls. But mimi nilikuwa upande wa girls because of the name Gloria. You see how the system is very integrated. Once everything of yours is female, wezi jikuta upande wengine, lazima it aligns to female. Dormitory be it what. So, mimi nikaingia pale shule ni form 2 boarding. Asubuhi nilikuwa either niamke mapema kabla ya kila mtu nioge, ama tukiamka na wengine wasichana wengine, mimi naenda kwa ile bafu ya mwisho yenye haina hata mwangaza. Na ninaenda kama nimebeba skirt, t-shirt, viatu, socks na mafuta, kila kitu. Navalia na yani kiingia kwa bafu natoka kama nimevaa kila kitu. Sasa wasichana wenzangu walikuwa nashinda wakiuliza, "Kwa nini Gloria unajifichanga? Utakangi watu wakuone. Ni dini uko nanyo nyutaki watu?" Wakaanza kusema tutaanza kukupigia timing. Unajua uzuri wakipanga hiyo wananifanyia kitu, mmoja anakuja kuniambia, "Wamepanga waamke mbele yako juu." Unajua anasikianga tu mtu ameamka ameoga. Mimi nimemaliza kuoga nimerudi ndio hao wanaamka. Wakajaribu kufanyia timing wa ni time wapi wako yanishika, mimi nikakuwa mjanja. So I survived by waking up very early in the morning, 10 minutes before actual time nioge ndio hao wanaamka. Na tukiamka wote pamoja naenda kuogea kwa bafu yenye haina giza, natoka huko kama nimevaa.
Niliitwa kila mara na guiding and counseling department. Wanajaribu kuniongelesha, tumepata malalamishi mengi kutoka kwa wasichana dormitory. Wewe kuna kitu unaficha. Imagine sikuwahi open up. Naona ile unaogopa hata kuambia walimu ati niko hivi. Nilikuwa nafikiria what if nisema alafu wanisuspend. Waniambia tumekuweka kwa wrong dormitory. What are you doing the girls dormitory? Sikuwahi open up. Mpaka bila nilimaliza form 4 hiyo shule. From form 2. Mpaka best friend wangu mwenyewe hata nimemaliza shule kama ajui mimi vile niko. Amekuja kunionea kwa interview kwa TV, anashtuka, we umekwanga hivi ni hujakuki tuambia. Anambia kwa nini ningekwambia? Ni utangazie watu. You see that aspect of fear. Unaogopa watu watatangaza. Unajua shule vile kitu inasambaa. Mwalimu mmoja anajua staff room mzima. Mwanafunzi mmoja shule mzima. So sikutaka hiyo. I was very conservative. Sikutaka hata mtu ajue mambo yangu hata kidogo. That's why you just used to work in a company of boys. Na mtu angenichokoza. Sasa changamoto nilikuwa napitia. Haikufika mahali wakasema lazima wakutoe nguo waone. They used to respect me. Alafu pia shule ilikuwa inanipenda kwa sababu nilikuwa napigia shule mpira wa wasichana. Hata nilikuwa nafunga hivi bao. Wanasema hapana, huyo ni mvulana. Because I was very tiny. Nilikuwa na kamwili kadogo. Acha sasa nimekuwa mrefu, mwili ni kubwa. Hiyo wakati nilikuwa na kamwili kadogo. Nilikuwa nafunga hivi bao. Mpaka napelekwa chooni niangaliwe. Napelekwa chooni niangaliwe. Na nani? Na shule opponent wanasema hapana, huyu ni mvulana. Game inasimamishwa. Nipelekwe kwa choo niangaliwe. Na mimi nikifika kwa choo nakataa kuangaliwa. Nasema yeye mpira ikae. Wanasema yenyewe ni msichana. Wana conclude tu ni msichana. So another challenge in high school ilikuwa wakati wa kupima mimba. Unajua sasa mimi nimeingia shule kama Gloria msichana. Shule ikifungwa na ikifunguliwa tunapimwa mimba. Wanapima mimba na hata siwezi kuwa na, yani sina mimba. So kuna siku midwife ndiye alikuwa analeta, unalala anaguzaguza lower abdomen. Sasa one day vile alikuwa anaguzaguza aka kidole yake ikagonga my small penis na akapigia walimu signal. Nikaitwa kwa guidance and counseling department. Nikaambiwa midwife ametuambia jambo, tunaomba tuambie mwenyewe. Kuna kitu chochote unatuficha? Nikawa kusema kweli walimu, hakuna kitu nawaficha. Duno nisikuwahi open up tena. More than 5 times GNC walikuwa wananiita guiding and counseling. Wanajaribu kukuwa close na mimi niongee wapi. Sikuwahi sema mpaka vile nilitoka hiyo shule. Nili-maintain sitaambia mtu kitu mpaka nitoke. Na hivyo ndio nilitoka shule bila kuambia mtu. Na tena umesema vizuri hapa ati wewe hauwezi pata mimba. I will ask you a very awkward question. In that girls dormitory, sijui unajua hapo puberty ndio iko juu sana. Yeah. Na ndio wanapata monthly periods. I don't know, ushawahi pitia hiyo nini? Mimi sikuwa hata mimi nikifanywa shopping na babangu hakuwa anaweka pads. Bado sikuwa naona MP hiyo wakati. Ilianza kuona menstruation after form 4. 2013 huko ndio nikaona kidogo na ikapotea. Ulikuwa umepata? After form 4 2013 ndio ilikuja matone na tena ikapotea. Unaona? It's like inakuja kama mwezi inapotea. Hapa it depends now. Kuna wakati inakujanga matone inapotea. But nowadays it doesn't kabisa. It doesn't. Yeah. It doesn't. For how long now have you not had your periods? It's been a while. It's been a while. I can say for some years. Kwa sababu you see like in 2022 ilikuwa inakuja matone inapotea. Like January inapotea, inakuja February, inaruka March, April, inakuja May. You know ile inaruka. It's not clear whether unanyesha ama unyeshi. But ilifika pahali tu ikastop kabisa, haikuji kabisa. Mpaka mimi nikasema mwenyewe. Na sasa hapo ndio nianza kufanya vipimo na madaktari, gynecologists. Unajua intersex wengi we see gynecologists than any other doctor. We see mostly gynecologists to look into our sexual and reproductive health. So tumesema tuulizane maswali hata kama sometimes tume look awkward na ni ngumu. Umesema nikuulize. Fine, umefika mahali umeanza kupata matone droppings za periods. I don't know, have you ever had sex with a man? No. You see from my unashawahi kutongoza? Bado. You see, unaona nikiwa primary nilikuwa natembea na wavulana, hata hakuna mvulana angenitongoza. Juu alikuwa ananiangalia, unajua napiga mpira, sasa ananiangalia anaona ni kama mtu naenda gym na siendi gym. Haya, high school yote. So, there is only one mwenye alijaribu kunitongoza high school. Akamwambia, wewe unatongoja huyo mwenye anapiganga mpira hivi anakupiga ngumi majuzi. Watu wako wanauziana uoga huyo. Hakuna mtu anaweza jaribu kunitongoza.
even walking in a company, hata wenye vulana nilikuwa natembea na hata wao wenyewe wangeweza kunitongoza. Wananiangalia even after form 4 now. After form 4 now people could, because nienda kufanya kazi ya nyumba Lang'ata as a house girl. So people tried because bado nilikuwa navaa nini? Dress. Hata ukiangalia picha zangu nikiwa na dress, a very beautiful girl. Naziangalianga nasema, hey, this girl. Ukijiangalia ulikuwa unalea watoto wasichana? Kwa hiyo nyumba kulikuwa na mtoto msichana na mvulana. Msichana mkubwa, then msichana mvulana. Wewe ndio ulikuwa unawaosha? Hawa ni wakubwa. Mimi sijaifanya pa, ni watoto ni wadogo. Wenye wanajifanyia vitu. Mimi tu ni usafi wa nyumba, kupika, kuayo done. Kuosha magari hivyo tu. Yeah. Na mzee wa nyumba akafikiria atongoze huyu msichana. Mtu mwenye tulikuwa siwezi sema ni shida, lakini ni kama alikuwa amenisoma. Huyo mdozi nilikuwa nafanyia. Sasa kuna wakati alikuwa nikifua ananiangalia vile nafua, nikipika, unajua natumia nguvu mingi. Watu husema niko na nguvu mingi, like I do things like I overdo, you know. Natumia nguvu mingi. Sasa alikuwa anaona vile nafua, nasugua nguo ni kakura. Anaona vile napika haraka ni ugali napigwa, nimemaliza. Sasa one day akakuja na gazeti. Imeandikwa intersex story in Embu. Akaniambia nimuomie Githeri kwa microwave. Kumpelekea akaniambia kaa hapa. Akaanza kusema hiyo story, kuisoma in English, ilikuwa ya Standard by the way, in English, akitranslate in Swahili. Akiniambia, nikimwambia mwenyewe ananiambia watoto nafaa serikali ishughulikia watoto, jua kuchagua kuzaliwa hivyo. Anakupima. Imagine, ndio nakwambia alikuwa amenisoma kwa muda. Nimemfanyia almost 2 years kazi. 1.5 hapo kukaribia 18 months. Nikaona huyu amenisoma vya kutosha. What was your response? Nilimwambia kweli hao watoto serikali inafaa wasaidie. Akili kakimbia mbika, kaniambia huyu amekusoma. Tafuta kitu umwambie ndio uache kazi. Nikamwambia unajua nilikuja kufanya kazi ya nyumba nikusanye pesa za kwenda college. Niliitwa TTC. Teachers Training College. Sasa anajua ninafanya kazi kukusanya pesa niende TTC. Nikamwambia by the way nimekufanyia almost 18 months. Pesa nimekusanya I think imetosha, juu umekuwa kinilipa vizuri. Nikamwambia mjomba ameniita nyumbani aniongezee pesa zimebaki niingie TTC. Kwa hivyo naomba sasa ni November ikiisha, December sitaanza kazi, ndio niende nijipange December nianze TTC January. Ilikuwa njia kutoka juu niliona huyu ni kama amenisoma na nikakuwa na ile uoga, what if I realize mimi ni intersex, abadilike tu from nowhere aniitie polisi. Na vile intersex kuna mwenye amaishikwa akapelekwa ndani kwa gereza female, akapelekwa tena kwa male, kidogo before serikali realize ni intersex alikuwa ashapitia changamoto. Sasa nilikuwa na imagine what if nijikute kwa hiyo situation. Haraka nikacalculate hivi, nikajiondoa pale, but hakuwa nikosea. Nilikuwa na treat vizuri kabisa kama mtoto wake. Tena alikuwa ananilipa vizuri. Yeah. So ni mimi nilijitoa. So changamoto apart from the stigma. Are there other major challenges that you face as intersex people? Yeah, intersex persons we do a lot of challenges. When an intersex is born, sahi sisi kwa watu wazima, challenges zetu zilikuwa right from birth. Wrong documentation and registration. You get it? Wazazi hawajui wewe ni intersex, madaktari hawajui. Wanaamua tu sasa wazazi wanatumia chenye wanapenda. Anasema sina mtoto msichana, muite Gloria. Raise Gloria as female. Hivyo. Sasa already when ni intersex wamekuname Gloria, you already ni wrong documentation and registration. Gloria female, wrong documentation and registration. Ukishakuwa umefika shule, inabidi ukue kwa NEMIS number inatoka. Wewe inabidi ukipita utaenda girls school. Unaona hiyo challenge vile ina integrate. Umeitwa Gloria female. Ukishamaliza primary, high school, ulikuwa unachagua shule unaitwa Limuru Girls. Nakupatia mfano, Limuru Girls. Unaona? Shule ya wasichana. Wewe unaenda kule unaanza kupitia hizi changamoto nimepitia. Health, ukiwa mgonjwa, already unaambiwa uko na testis. Huwezi fanya progesterone huwezi fanya prostate cancer screening. Unaambiwa wewe ni female Gloria, nafaa ufanye cancer cervical ama breast. Unaona? Haya, ikifika employment umemaliza. Cervical niulize kama inafanywa hata mimi ni maijaribu but niliona ni kama inaumiza kidogo. You see the speculums zinapima hiyo cancer, cervical cancer. Hizo speculums ni kubwa. Na sisi watu tuko na opening. Sasa hiyo kitu ni kubwa.
ni kama wanafinyilia na inakuumiza. So it's that thing is, you know, designed for female genitals, not for intersex. You see, so maybe medics wanaweza come up with, you know, some speculum that can fit intersex genitals. Many intersex wako na vagina opening, not really a vagina but ka opening. So ile speculum wanatumia those iko all sizes, ndogo, medium, kubwa, but hata kale kadogo kanaumiza intersex kama mimi mwenye I've ever tried, and I'll keep on trying because I need to know if I have cervical cancer. I need to know if I have prostate. Do you have a cervix? Yeah, I have it. Yeah, I have it. I have ovary, I have testes, one ovary. I have one ovary, I one meant testis. uterus. Uterus, yes, I have it. I have urethra, I have ovary, I have testes, one testis. I have vagina, like, you know, the vaginal lips and the opening, and I have prolonged clitoris, and I penis. The more I'm growing, the more it's growing. I don't know whether I should ask you this, eh? Ask. Can you impregnate a girl? But sasa hiyo swali ndio I'm trying to unravel with the gynas now. You see, the test nilikwambia nimefanya hizo test zote. The test says that I cannot impregnate a lady direct unless I boost my hormones. I did we call seminalysis. I did testosterone. Here kupima amount of sperms and level of testes. Sperms inaitwa, I've forgotten the names. I did these 4 tests, and the guy interpreted and said my the amount of sperms I produce is very low. It cannot impregnate a woman. Number 2, the level of testosterone hormone iko chini. Unless it gets boosted is when I can impregnate a lady, and not tena direct. Wachukue my sperms weke a lady into IVF. IVF, and it's very expensive. And again, that's why you see we have the assisted reproductive bill. So umeiona hiyo bill to support many intersex persons wenye they cannot, you know, impregnate directly. Watolewe sperms hivyo wapate watoto IVF, and it's very expensive. Lazima ujipange. But I think you can also so assisted reproductive itatusaidia sana. In fact, it has some components of intersex there to support how we can get children. Yeah. But there are intersex persons when walizalisha wakazalishwa by then. I know at least one. Na wengi wako directly. Yeah, so unajua yeye akiwa at puberty dominance ilikuwa female. Sasa akapewa mimba. Then after puberty mwili kalin towards male dominance na akapiana. Sasa kuna mtoto alizalisha na akazalishwa. It's in the public domain. What do you mean? Yeah. It's a very unique case. I want to get this clear. It's a very unique. Tuchukue kesi ya Gloria. Gloria labda at puberty alipata mtoto. Lakini kwa sasa Gloria amezalisha mtu. Amepeana mimba. Hiyo wakati Gloria alipawa mimba. Sasa Gloria amepeana mimba. It's very possible. Do we have such people? We have. I've known this incidents for one person. Ako Kenya hii mwenye amefanya. Hata story yake amepiga kwa media iko. Ana watoto wako, si ati anapiga stories za jaba, ati stories za jaba. Anakuonyesha mpaka hawa watoto wako. Anakuonyesha huyu ni mwenye nilizalishwa nikiwa puberty. Huyu ni mwenye nimezalisha. Iko, it's very possible. The way God made intersex, even the medics themselves cannot understand. They are really trying to unravel this. Because you see, medics call it disorder of sex development. You see, disorder of sex development. But this is not a disorder. You know, a disorder, you can rectify it. But intersex, it's not a disorder. You remember even before we started this interview, I asked you a question on male, female, and PWDs. Where do we classify the intersex? Intersex are born in between. They are not male, they are not female, they are not persons abled differently. We are not disabled. Yes, intersex have capabilities. They can work, they can walk, they can do anything. Right. We are not, disabled. So intersex is just standalone. It's the 3rd category of sex in Kenya. You have male, female, intersex. Even you very soon will see, the government aligning its legal documents. Like when you look at the current P3 form, the medical examination form, iko na male, female, intersex. Ukiangalia the ODPP, Office of Director of Public Prosecution, hiyo charge sheet mtu akipelekwa kotini. Kama mimi sasa napelekwa kotini, tazama tu intersex na anapelekwa kotini, si ati tena female Gloria. No.
intersex Gloria, you see. So the government, we have done a lot of advocacy to an extent. Many ministries, departments and agencies are embracing, are programming, you know, are already changing their, you know, documentation to align with intersex. So uliona kwa census ilikuwa. Kwa census uliona ilikuwa male female intersex. Na tukahesabiwa 1524 Kenya mzima. How many? Come up again? 1524 Kenya mzima. Nairobi was leading. Ni wenye wametokezea. Wenye walitokezea. Sasa je, hamasisho ikifanywa wenye wamefichwa wenye wamefichwa hata watoto wamekuwa walemavu, wazazi walikuwa wanaficha hivyo. Si through advocacy, public awareness, sasa hiyo wafichwi. Kuna council ya disability wanasaidika huko. Aya, sasa Gloria, nilikuwa nimekuuliza whether you have a girlfriend, ukaniambia you have a girlfriend. Yeah. And kama ushawahi kataliwa na a partner because of your condition, of your situation being an intersex. Number one, mimi initiate any relationship, I always sensitize the person. Yes. I give them information, I'm an intersex, if you are good to go, sawa, we will date. But if not, tunamalizia hapo kwa hiyo stage. Stage 1 tumemaliza hiyo. There is some years back, 2022, there is a lady I was dating, but she was being given pressure by her parents. Wazazi wako najua wamekuwa umri, wamekuwa wazee. Sasa walikuwa nampatia pressure, wanataka mjukuu. Mimi namwambia, na yeye ananipatia pressure. Na mimi namwambia, please, I don't want pressure. Even the doctors have told me I cannot impregnate now. So wewe kama unataka mtu akupee mimba, upatie watu wazazi wako mjukuu, itabidi umetafuta mtu basi. That's the time that siwezi sema ni disappointed because it was a learning, you know, I took it like learning. Mimi najifunza pia siwezi. You learn to inaitwa ajili, unakubali something you cannot control. Umekubali Gloria, hii siwezi control, achilia. So sikukasirika, nikamwambia mimi kwa sasa siwezi kukupa mimba. Already madaktari wanasema siwezi. Kwa hivyo akaondoka tena kwa uzuri. But the current partner I'm dating she's very understanding. No, sasa wote bado mimi ni mwanafunzi nafanya kazi, yeye pia anatafuta sehemu nyingine huko Dubai. So wote tunajaribu bado, we are in the process of, you know, making our relationship more stronger that will lead towards marriage. Yeah. And again we really depend on this bill. Juu bili kipita itakuwa haraka mimi kutoa Gloria George nimemuoa Diana. So ni ngumu ati Gloria Diana, it's tricky. Yeah. Okay. But mimi wanaongelesha mtu na mwambia mimi niko hivi na hivi before tuanze any relationship. Has she agreed to marry you? Yeah, she has. I even did an engagement. I did an engagement. Congratulations. Yeah, so yeah, just waiting. Yeah. Acha aje sasa to proceed. Everything step by step. Hakuna crush mambo. Because marriage is a long term thing, so you cannot rush it. You need to understand your partner well. Na partner wako akuunderstand vizuri. Kuliko muingie kwa ndoa miaka 2 mmeanza kusumbuana, huku jua ako na hasira, wewe ndio unajua uko na hasira kwa marriage 2 years. So wacha tuelewe. Kila have you been together? We are about to celebrate 300 years. Wow. From 2022. That is perfect. March. 2023 March. From 2023 March. Yes. Tunakaribia 3 years, ndio? Yes. Yeah. Hata mmemaliza. March. So lazima to learn each other. To understand each other. I need to know their weaknesses, strengths, everything. Ajue zangu so that when we venture into this animal called marriage. Yes. Is that animal? Hakuna kusema ati siku kujua. Sasa nataka wote tujuane kwa undani. No problem dating someone even for 5 years. No problem. As long as you are loyal to each other. Hata mdate miaka 7 mtaoana. Wazazi wake mnajuana? Yeah, wazazi wake. Mama mostly. Very understanding mother. Yeah. Does she know that you are? She knows. Msichana wake alimsensitize. Kila mtu anafanya role yake. Mimi ni sensitize watu wangu, niwaambie have a partner. When I introduce my partner to them, we understand why am I introducing a female partner. But let me get this clear. Is your partner intersex? No. Okay. No, just female. Back to the parents. Yeah. So parents wa msichana wananielewa sana juu aliongelesha mama yake akamueleza kila kitu. Nimepatana na mtu ako hivi mpaka mama yake akamwambia hata watu kama hao na wajua hata huku wako wengi. Allah. Akamwambia mimi nawaelewa. Ni Mungu aliwaumba hivyo. Sisi ni nani turekebishe? Sisi ni nani tupinge? Sisi ni nani tukose kuwa support? Na akakubatana kuna heshima baina yetu. Mama na yeye. Okay. Yeah.
pia upande wangu familia yangu imenielewa sana mpaka they have known I have a partner, anajulikana nyumbani. Ni marriage tu tunangoja. Hiyo ni baraka. Yeah. Na hakuna kwenda jia mingi. Hakuna, we took a personal initiative. Okay. Yeah. Yeye nimemwambia wewe sensitize upande wenyu. Sikuna kuja introduction mahali hakuna maneno mingi story, mbona sauti iko hivi. Pia kuna tu mtu atasema lakini Gloria sana sasa sikatai sauti ni ya msichana, no problem. Yeah. Kuna hata wanaume wanaongea masoprano. Si wako hapo. Kwani mimi ni wengi tunawajua. Na pia mimi upande wangu na sensitize watu wangu ndio siku pia nitawaletea shemeji wasianze kuuliza mbona hujaoleka umeoa. So kila mtu ana levelize ground yake. Ndio siku tutakuja weka hii marriage strong, kila mtu ashatengeneza ground iko safi. Wow. Kuna magugu ni kupita tu. Unajua hiyo ni baraka. Unajua umebarikiwa. Amen. Can you imagine umekubalika, hakuna maswali and you know ile tulikuwa tunaongea na kuhusu stigma hapa nje vile watu wana stigmatize hawa watu. Umeenda boma fulani umekubalika na hata wako they are very ready to bless you with their daughter. Yeah. Hata wameniambia tunangoja tu ile, unajua kwa Waluya ndio uombe msichana unatuma watu waseme kijana yetu George ameona maua kwa hii boma. So I'm about to do that. Wow. Wanajua they are ready. Wanangojea tu tarehe tutoe. Sasa sisi tu discuss tarehe tuseme boom waitukie tu tumeenda tumeomba. Yeah. Haya, nilikuwa nimehamasisha watazamaji wetu ati tukirudi utaweza kutuelezea wewe kama Gloria, have you ever been mistaken for a lesbian? Yeah, you see, actually, when you look at me as an intersex person, some years back, watu bado walikuwa wananiita stud. And I didn't know what is stud. Unless I met Sam, ndio wakaniambia, aya, stud inamaanisha hivi. So, many were confusing me with a lesbian. And I'm not a lesbian. You see? So I had to keep on sensitizing. Hata wengi walikuwa wananiita shemale. Mostly wengi walikuwa naingia inbox yangu Facebook wananiita shemale stud. Until I knew what they meant. Until I knew what they meant na nikawarekebisha. And they see me doing advocacy everywhere. Si kwa radio, si kwa TV, si kwa vikao, si kwa learning institutions, si kwa baraza ya wazee hapo, si wapi ku celebrate Intersex Day. Mpaka wenyewe wanasema enyewe we understand you now. Many understand me. Have you never been defeated by maybe some of these harsh words coming from people that even get into your inbox? Ever felt that you're so low that you don't even want to address this intersex issue? No. Kama kuna kitu mimi niko na inaitwa persistent. No matter what the challenges will come on my way, I will stick to what I want. I'm a go-getter. If I said I will sensitize people on Facebook, kuna wakati huwa napiga picha kama niko hoteli fulani, kama hapa nipige picha niko Ashaki Gardens. Then niweke kama leo nipost niko Ashaki Gardens. Nimevibe. Then mwingine akuja aseme, wewe tu ni vile umevaa trouser ndio ukae mwanaume. I'm not before hata ni respond, kuna watu karibu 50 washamrespondia. If you ukiingia Facebook yangu, uingie utaona comments pale. Kuna mwenye nilipost picha na akasema, wewe ni vile tu umevaa hivi ndio watu wanakuona mwanaume wanakuita. Otherwise ukivaa tu pia hivi utakaa hivi. Watu walimshambulia. Mpaka nilikuwa nasoma tu comments nasema, kumbe people have understood me to an extent they can stand up for me. Mimi hata siwezi mtukana. Mimi nikakuja after watu wamecomment na mimi nikamwambia, listen, I am an intersex person and this is the mismatch people see in us. Yes. You might look at me and quickly judge me. Your perception might be different, but this is what is the real on the ground. Na nikamwambia, kwanza nikamtumia mpaka links aingia kwa website ya commission. Material yote ya intersex hapa. Hata yeye mwenyewe alirudi inbox yangu akaniambia, pole, I misunderstood you. Nikamwambia thank you, but I hope you learned something. Asema sure I've learned. Nilimwandikia message mrefu ya kumwambia intersex sisi tuko hivi ndio mismatch yetu inakuja. Unaangalia mtu, unaangalia na jina na makaratasi, vitu mbili tofauti. Nikamwambia mpaka ukitaka kulearn ingia YouTube, andika hii utalani, ingia kwa hii website pata mpaka nimemtumia mpaka kama kafulaya na mtumia asome. Aliingia ndio akaniambia yeye ni mpole. Only one person mwenye alinifanyia hivyo. I've never seen another one until now. Mimi hata unitukane aje, bado tu nitakusensitize. Hata unitukane kitu gani hapa, hata unidharau aje na mimi si mtu wa kustigmatize. Sindakukata unaanza tu hivi nishaona pale unaelekea.
nisha kuanza kukurekebisha. tell it. I'm a psychologist by the way. Ni vile tu sija graduate. When graduate I'll be meeting clients. Unasoma wapi labda tunaweza tuelezea? KCA University. And I've done a lot of sensitization there. See ati almost good number of lecturers know me. Yeah. No, me I always advocate for intersex. Akianza kufunza hivi aseme male female, naambia please mwalimu, you're forgetting intersex. Hata kwa forum mingi mimi naenda mtu aseme ladies and gentlemen good morning. Please say ladies, gentlemen and intersex good morning. You see the moment you stick to binary male female, it's like you're leaving me and I'm there. So I need to stand up and say, hey please. Incorporate me. Yes, I'm here. Mimi nawaambianga, I don't Kanisani? Because I'm very passionate about advocating for our own rights. And I derive it from my own experience. Si ati napiga story ya mtu hapo nje yangu mimi mwenyewe. Kanisani tunasamanga male and female. Hata kanisani. Kitambo sikuwa naenda kanisa. Nilikuwa kuna kanisa nilikuwa nikiishi Kisumu, nilienda kanisa ingine. Unaona Waluya mpaka usalimie. Salimia Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Gloria. Mama kakimbia wakanifunga na leso. Wakanifunga na juu nimesema Gloria nimevaa hivi. Unaona in Luya culture Waluya wana expect if you are Gloria they want to see Gloria in you, dress or skirts. Na mimi nimeenda na trouser. Wakanifunga leso. Sikuwahi enda kanisa tena. It took me from 2019 mpaka 2021 tu hapo. Ndio nilianza kuenda kanisa. Kanisa yenyewe naenda saa hii ni PAG. I had to sensitize the pastor. Pastor akienda mwingine aletwe tena narudi kumsensitize. Hata wakati wa sadaka ati were they stigmatizing? No, they were not really, but if you I didn't see, go through stigma in the church. No. If I see any trace of stigma, na quickly naambia pastor. Na ikisemekana kanisani labda wanaume wasimame, wanawake. Ndio hiyo sasa, si ndo nakwambia. There is a point pastor alikuwa anasema wanaume kings leteni sadaka, queens. Mimi nimebaki hanging. I'm not king, I'm not queen. So you just stand and sasa mimi nikaenda nikamwambia kando pastor, unajua sasa kuna watu unaacha hapa nyuma. Mimi ni intersex. Sasa ukisema male female ukisema male female walete sadaka kings and queens, mimi natolea wapi? Unajua uko ni kanisani hakuambii hapa na hatujui hawa. Na nilienda after ibada tu watu walitoa, nikatoa wa mwisho bila kuitwa, lakini nikaendea pastor nikamwongelesha nikamsensitize. Akaniambia I know, my pastor ni mtu ako na PhD, daktari mzima. Oh yeah. A doctor with PhD, you see? Na theological doctor by the way. Nikamwongelesha nikamwambia by the way pastor, it's high time sasa ukisema usizoe kusema kings queens because you will be leaving out watu na watu wanaenda na sadaka. Wewe sasa just kama watu kama sisi tuko intersex, ona vile utatuweka. Na nikapewa uongozi. Mimi niko na uongozi kanisa. Sasa siku hizi sadaka ni viongozi. Natoa kwa viongozi. Alafu kings, queens. See, it's done. Kitu kidogo yenye tulisolve tu within 10 minutes. So unaona akisema kings queens sitatoa. Hawakuwaita intersex, waliwaita viongozi. Sasa mimi nimewekwa nili advocate, but if there is another intersex in the church bado atatolea tu kwa viongozi because pastor may make it clear to hata kanisa inajua where you worship every Sunday wanajua. Yeah, they know Gloria is different. Yeah. So they give me total support. That one I can say the church family support, partner support. Kila pahali support. Mimi hakuna pahali nitasema ati hata media ni support. Si media inaniitanga tu niongee, si ndio? Yeah, to sensitize people. Hiyo ni support already. They want people to understand intersex. Kanisa inanipatia support, partner family support. Yeah. Na kuna ile sensitization mlikuwa mnafanya mashinani. Na unaenda Murang'a, Mombasa, Kisumu, wherever, all corners of Kenya. Yeah. Are you still on it? And hiyo group yenu ama organization, association mnajitaje? We have you see when it comes to advocacy, advocacy ya intersex itawaisha. We will continue do it. We have a department in the commission called Public Education and Training Division. It's mandated to do what? Anything that touches on education, capacity building, we do it. So we keep on doing sensitization, awareness on matters intersex, on different stakeholders. Tukisensitize magistrates and judges. Next, to sensitize faith-based organizations, makanisa, be it Islam, Wakristo, wote. Next, to sensitize wakina chiefs, sub-chiefs, DCC, ACC, county commission, hao wote tunawasensitize. Tunaita lawmakers, polisi wote. Next, to sensitize kijiji mzima, the community members. Ndio watu, unajua kama hao ma CHPs, community health promoters,
hao wenye wanasaidia in the community, they do a lot of work by the way. So our sensitization is very strategic. We do it in as per. Alafu tuko na ile ya policy makers wabunge. Hao sasa ni mambo na sheria. When it comes to policy and law reforms ni wabunge. You see the lawmakers. Tunawaita pia kikao, tunawaongelesha, tunawasensitize. Because hii matter intersects ina fall under Justice and Legal Affairs Committee. Unajua kila kwa parliament kuna different committees na kila issue kuna vile inaenda kwa kila committee. So hii yetu iko under JLAC. So we sensitize JLAC and we will do it again. Before hii bill ipelekwe parliament ipite, we want them to understand, wajue kitu wanapitisha. Yeah. Na kuna, I don't know whether you have do you have representation in parliament? For now no, but when it comes to state officers we thank our former president Uhuru Kenyatta appointed one of Intersex to be a board member at Kenya National Commission on Human Rights. Wow. Yeah. And I'm there at Kenya National as the first intersex person to be hired by the government office. 2021. Then commissioner was appointed in 2022. You see, we have the KNCHR, Kenya National Commission on Human Rights. We have embraced intersex. We are even programming it. We have many intersex persons at the commission, not me, not commissioner, we are 7. Wow. And it has all kind of peoples. All thanks to Uhuru Kenyatta? Yeah. No, not thanks to Uhuru Kenyatta. Thanks to our CEO. You have said that Uhuru Kenyatta appointed? No, that one, he appointed commissioner. Okay. Commissioners are presidential appointees. But when it comes to embracing, ensuring there is inclusion and equity, when it comes to matters staffing, that one falls under the CEO. And we thank our CEO because amehakikisha 5% of staff's commission kuna intersex, kuna male female, kuna wenye wako able differently, kuna wenye wasiki, kuna wenye waoni, kuna wenye you see those kind all typologies of people wako among our staff at the commission. So we are really embracing. And we are already advocating for other government ministries. Pia zinafanya hivyo. Hata judiciary inafanya hivyo. And other companies like Clean Shelf, they are doing pretty well when it comes to inclusion. And we say if there is other companies that can even embrace intersex and make it inclusion, then is the opportunities bwana. We have intersex youth zenye wako very able, they can work. Unasikia kazi yenu kufanya mnatumia nguvu. Tuko na nguvu. We are able. We have capabilities of different, in different aspects. Sure. Yeah, we can work. You have donor funding? For now, when it comes to intersex, we are really doing what we call resource mobilization. When we have resources, we can reach hata Kangema huko kwa kijiji Murang'a, si ndio? Tutaenda mpaka Lokichar huko wapi Turukana, tutaingia mpaka Marsabit huko ndani if we have resources. But since we have the resources are very limited, we can't be everywhere. Though we have regional offices, even in Mombasa we have an office in Mombasa that covers coast. Central we have an office in Nyahururu. Oh yeah. Nairobi headquarter covers mpaka Ukambani. Then Kitale we have an office that covers North Rift. Then Wajir we have an office that covers Northeast region. You see, so we have regional offices that si lazima mtu atoke headquarter aende kufanya sensitization huko chini. We have offices there and we have staffs there who can do this. Yeah. Sasa kabla tumalize Gloria Kam George. Yes. Gloria Kam George. Sasa very soon ukinipigia simu sasa tu, yes George. Will you be available tomorrow? Yes, I will. I've always been calling you Gloria now. No, but at least now I got your new name. But I'm still Gloria. Documentation, everything. Documentation. Hata nikigraduate KCA tasoma tu Gloria. But and by the way, we always celebrate Intersex Awareness Day on 26th October. Every 26th October. We commemorate intersex. There is just a day to create awareness on the rights and matter issues intersex. Tuambie tuko progress tumefanya. Sikwambia Kenya was the first country in the world to enumerate intersex. Yes. So Kenya has made a lot of progress. Many countries are coming to Kenya to benchmark. It doesn't mean we don't have challenges. We still have challenges as a country when it comes to matters intersex. So we are still fighting for recognition through this bill. Unajua Kenya lazima mambo na sheria. And na si ati tupitishe tu sheria, implementation pia muhimu. Tunaweza kuwa na sheria but it's not being implemented. So tunangangana sheria ikuwe ya intersex. Ikisha kuwa tena tuanze kusukuma implementation. You have an interesting story, and maybe before we finish, if you have left out something you feel that it is very important for this interview and for our viewers, maybe you can just mention it. Okay, for our
what do we call, for intersex persons. This is for a message for intersex persons. If you want to succeed in life, you must be disciplined. Lazima ukuwe na discipline. Apart from being disciplined, lazima ukuwe persistent. No matter what the challenges you are facing, continue working hard. Do your best. In whatever you do, in your endeavors, please ensure you do. Put in your best. Give in your best. Even if no one is seeing around, someone somewhere is seeing. And someone somewhere will commend you. And utafika pahali. When it comes to our parents, I encourage our parents to, you know, when they get intersex children, please name them unisex names. If you call this child Joy, Blessing, Lucky, unisex names, who will give you pressure? Sasa hata pressure itatoka wapi? Already umepatia mtoto unisex names. Valisha mtoto unisex dresses. Kuna hizi nguo nasemanga hii mvulana anavaa hata msichana, unaona? Valisha watoto hizo nguo kuliko na society na kulazimisha valisha tu mtoto nguo zenye ni unamfanya msichana na sio msichana. So you see, to our parents, if you are a young parent, we have a, you know, association of parents wa intersex. Inaitwa Association of Intersex Parenthood. Wako na wako na grupu zao wanakutananga. So wale wazazi wenye wako na intersex wenye ni wakubwa sahi wana mentor wale wenye ni wadogo. Okay. Kama tuseme mzazi ako na mtoto intersex 2 months. Na huyu mtoto wake already ameshafika 20 years. Unajua huyu mtoto wake ni 20 atamenda huyu mtoto wake ni 2 years. We have that. And again, as intersex community, we have WhatsApp groups. We have our own consortium. We call it Kenya Intersex Persons Consortium. If you want to, you know, to invite intersex to do advocacy, wherever, you can reach out to that consortium. We have groups. We have many organizations, you know, championing on the rights of intersex. Not only in Nairobi, but even in other rural areas. In Mombasa, we have it. We are trying to ensure that ziko kila pali. Sikuwe mtu anatoka Nairobi anaenda Mombasa. Wa Mombasa wafanye sensitization Mombasa. Yeah. Nairobi wafanye sensitization Nairobi. Turukana hivyo. We want to make it like devolution. Kama county government. Kila mtu afanye sensitize ground yake. Yeah. Okay. Yeah. Na kwa wenye wanafanya stigmatization na who, kuona na kupoint na kwa wale wenye wanafanya please always stand up for someone's right. Be kind. It does not cost you anything to be kind. Kukua tuna roho nzuri kwa mtu. Let's not be quick in judging. Unajua watu wako na shida ya kukimbia kujudge. Yeah. Ukisimama hivi useme naitwa Gloria, kila mtu unajua hata hapa nikiingia waliniangalia sana. Wow. Nikiongea hivi naambia Ojima anakuja kuona hapa Kameme Tigo, naambia wananiangalia juu chini, nikajua tu I see the mismatch. You see? Once unasema usikuambia, nikaambia tu niko hapa kuona watu fulani. Sasa unajua wanakutarajia, wanakuona kama mwanaume alafu wanasikia hiyo sauti. Wanachanganyikiwa. Wameni downsize sana, nikasema tu anyway, I need to tell them I'm different. You see? So to those who are you know, subjecting stigma and discrimination to intersex people, please stop that. And to our parents, don't subject your intersex children to any surgeries. Usiwapeleke kwa ati wafanyiwe normalization practices, cultural practices. Watoto wanakatwa na wanachanjwa mwili na tengenezo waombaji ati anaombewa abadilike. Hapana. Leo huyu mtoto vile ako hivi simfanyie surgery mpaka afike dominance. Unaona akishafika puberty amemaliza fika 18-19 years. Huyu mtoto utakusha jua mwili imeelekewa wapi. Like I said earlier, mwili ya intersex ni kama mto. Huwezi direct enda right. It will always go left if it was purpose to go left. So don't subject intersex children to surgeries. And to hawezi badilika kama wewe ulipelekwa mpaka Jiwe. Na sijabadilika mimi ndio Jiwe again. Jive inaitwa Jive. Ulipelekwa mpaka juu ya Jive. Na haukubadilika. Nimepelekwa kwa ombaji bado. Na uko hapa sasa. And again to all state organs, other bodies, agencies, ministry departments, please try to, you know, embrace intersex even in your programming. Hata tuna kitu kidogo kama kubadilisha registration form. Hata waweza ukiwa na registration form yako inasoma male female intersex. Do you know you will be helping the government to collect data on intersex? That is research and data. Wakikuja Kameme wanasema, by the way, Kameme kwa forms zetu watu walitiki intersex kama 10. You see, you have already helped the government to get data on intersex. Si tunaweka male female. When will you know intersex do exist if we can't even na unakumbuka nikikuuliza hiyo swali nakuulizaje hata kama ni jobs, tenders, there are specifications. There are general tenders, they are the ones for youth, women, and PWDs. So where are the intersex?
hapo ndo tunaelekea. We are really trying to do this conversation to ensure that intersex is going to be incorporated. You see, once hii bill imepita na hii birth notification form, unajua sasa hii watoto intersex wanatambulika, new birth notification will come up soon that iko na male female intersex. All government, legal papers will change now. It will be male female intersex. You see, sasa all these challenges zetu zitakuwa like kinda zimekuwa sorted. Now tubaki tu kuimplement sheria. Yeah. But to all government ministries, department and agencies, let's embrace intersex. If you advertise for jobs, say intersex are encouraged to apply. Kama Kenya National, mimi kwani nili-apply aje? So walikuwa wamesema male, female, persons with disability and intersex are highly encouraged to apply. Mimi nikaona nimewekwa intersex. Nika apply. You jumped. Na nikaangusha kila mtu kwa interview na nikapata hii kazi. You see, so let's encourage even intersex to apply for these jobs. And if you have opportunities out there, if you know an intersex person, offer them these opportunities. What I know and I can keep on saying, intersex we are capable of doing. We are capable of performing well. Kama ni kazi tutatupatia, we will do it. We can do it more better. Because we are unique. Remember, we have possess both characteristics. So we are better. We are better to do those jobs that others are doing. Si ati zimetengewa tu male female. Pia sisi tuko and we can do those jobs. And very well. Nimesikia ukisema unawatafutia kazi. Sijui you just get into supermarket, stores, wherever. You just talk to the managers and you encourage them, please hire intersex people because we need these jobs. Yeah, that one is not only personal initiative but also even the institution. You see, for example, wewe nijue uko na opportunities za kazi. And I know intersex communities, the level of education is still low. Wengi nilikwambia wana drop out of school because of the stigma. So unakuta wengi wamalizi shule, lakini amekuwa mtu mzima, ako na different skills. Lakini hana makaratasi ya hizo skills. Are you getting me? Ako na different skills. Anaweza fanya vitu, anaweza unda radio hapa, hajasomea pahali hiyo. Anaweza kufanya nini, anaweza kuprint, anaweza kutype, hata kutengeneza CV but hajasomea hiyo. Sasa unakuta our intersex wako na skills, they don't have papers. So if I know wewe uko na opportunities za kazi, why can't you offer intersex those opportunities? You see, even affirmative action, nimesema people to apply. Nimeona wanawake wama-apply, wanaume wama-apply. Wacha tuachie nafasi mbili intersex. Then advertise. When you advertise, say even intersex you are highly encouraged to apply. Mark you will get those intersex wamekuja ku apply. Unajua the reason why many you will find wana-apply ama wana-apply under male or female because of their ID. Kama mimi sasa kazi nilikuwa na-apply hapo nyuma, nilikuwa na-apply kama female, juu kila kitu nasoma female. But sasa I apply kama intersex everywhere. Sasa niki-apply kazi na apply kama intersex. You see? So wewe ukiwa na opportunity, patia intersex. Ikue kama affirmative action. You know they don't have papers, but they can perform. But we don't really encourage you to give them jobs because they don't have papers. What you are trying to say is, try to encourage them to go to school. Kuna wale wenye bado wanaendelea kusoma. They empower wenye wako nyuma. So ndio opportunities zikitokea, hawa wakipata wana empower wengine, next ni hao wamemaliza kusoma wamepata hizo opportunities. Yeah, we really encourage intersex persons to go back to school. Na wale wenye wamesoma, if they get somewhere, they empower others. Si tunapata na unatulia. You empower others wenye wako nyuma yako. Sure. Yeah, so when these opportunities arises, kama wewe nimekutana na wewe umeniambia mna haya kwa institution yenu, tumeongea na wewe vizuri, umesema mbona hata nimekusensitize unaelewa intersex, na uniambie hata tunaweza kuchukulia watu 10, why not? We call for those 20 people, haraka, first come first serve, we bring them. We look at the qualification, tumesema KCSE, CV, them wamezitayarisha. You get the 10 people and they will serve you very well. Wanafanyia kazi na roho moja. And we talk to them very nice. Kama umepata opportunity, please linda kazi. Usicheze na kazi. Usicheze na kazi. Kazi muhimu na kazi kupata ni ngumu. So if you secure a job anywhere, please itunze. Yeah. Wow. So that's the initiative we can do. Yeah, it can be a personal initiative or even as institution to institution. No, institutions do partnership, MOUs, collaboration. We can collaborate with you. Tuko na intersex tusema amesomea utangazaji na mnamuandika huko Kameme. Tuko na intersex amesomea media na andikwa another mainstream media. You see, so it's kind of affirmative action and we empower. We really empower. Wale intersex wako more empowered, wana empower wale wengine. Yeah.
Thank you for sharing this. Says I would say this is a very interesting debate, one of a kind. The ones that most people tend to run away from. They don't want to touch on that topic. They just treat it as hot potato. They don't want to touch on that debate. So thank you so much for being open, for participating even in sensitization, talking to our people, talking to our children, talking to teachers, pastors, wherever you go, even in a matatu, you just do sensitization. Yeah. I am so happy. I am proud of you. In actual fact, the kind of sensitization you've done, a kind of sensitization that most media have not been able to do. Yeah. So I congratulate you. I am very happy, and may God bless you. May He keep you strong, and may your marriage work. Amen. 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 We wish you all the best. Thank you. Thank you, Gloria Cam George. Thank you. Thank you very much. Mwirori wa Kanyaka Uhoro TV. Gwiciria ni wanyitanira na Gloria no riu aritagwo George hari aria aguka gucenjia identification kana maratathi make. No aigua agitutariria uhoro wa ciana iria iciaragwo ciena ciega igere cia uciari, mathina maria makoragwo makihitukira, uria maikaraga nginya mathukuru-ini na mathomo-ini, no uria macokaga kurikiriria. Muno makiria ni aroria bunge ya bururi, the National Assembly, makorwo magitikira kuhitukia mawatho maria marahutia andu acio metagwo intersex, na nigetha miturire yao ikorwo ikirungiririka. Wakorwo ni ibandi, wakorwo ni ihiko ciao, miikarire yao ikorwo iri straight kana iri mirungiriru. Gucokeria ngatho ni undu wa gukorwo nyitanire na inyui. Tukinyite haha ni undu waku we gukorwo ugitwenda, gukorwo ugitunyitirira na njira ya subscription, gukorwo like maundu macio mothe niwe utumite tukorwo tukinyite haha tukinyite. Na ndukanoge, mwihoko witu niwe uthie na mbere na gusubscribe nigetha tuhote gukinya ikinya riu ringi. Tukwihokete na ni tondu ni utunyitagirira na ni tukenaga ni undu waku mwiroreri witu. Tungibatara kuhurirwo mbica njega live streaming cia igongona o riothe no warie na Martin Njoroge, niwe muhuri mbica wa ceceni ya Kanyaka Uhoro TV na ni arutaga wira mutheru, na namba yake niwe no turekira haha gicicio-ini giki. Kuma Ashaki Gardens guku ni mwena wa Ruiru thiini wa kaunti ya Kiambu. Wakigwa kamuhwa ngunyera niguo mbururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanyaka Uhoro kuma Metumi Ndigi Maguru, Ngirung'a cia kaunti ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.